Hello once again, hii ni kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye Gospoka, and this time niko na mmoja kati ya viongozi wakubwa kwenye idara ya vijana katika kanisa la KLPT Parish ya Dodoma mjini. Ila kabla sijamtambulisha na kukumbusha na kukuomba tena wewe mtazamaji wetu kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu kwa jina la KLPT City Parish Dodoma kama hujafanya hivyo. Na wewe ambaye uisha subscribe, tunakuomba uendelee kulike, kucomment na kushare na wenzio madini haya ili tuinjilike pamoja kidigitali. And this time napenda kumkaribisha kwako mwenyekiti wa KLPT Youth City Parish Dodoma. Welcome brother. Thank you. Tunatamani tufahamu majina yako ni nani? Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Eric Joseph. Okay. Lakini ukitaka matatu nitakwambia naitwa Eric Joseph Kamgisha. Okay. Bwana Kamgisha. Okay, I think sijui nimekosea kuanza kutaja cheo chako. Nimepatia kwanza ni chenyewe. Kwa wajibu nao hapa kanisani mimi ni mwenyekiti wa vijana. Mwenyekiti kanisani. Kanisa linaitwa Kanisa la Pentecost Tanzania KLPT Dodoma City Parish. Sasa mtu anaweza kujiuliza kwa nini tunaweka Dodoma City Parish? KLPT iko maeneo mengi. Okay. Lakini tunapozungumzia Dodoma hapa ndo City Parish. Hapa Dodoma KLPT. Sawa. I think wakati nakupa request ya kuja tuzungumze pamoja kwenye Gospoka, tuinjilike na vijana wenzetu sasa, unaelewa? Nilikuwa nafikiria nini kwanza tutaongea na mtu. Nikaja nikakumbuka ni kiongozi. Nadhani hapo awali kuna baadhi ya vitu tumewahi kuongea about uongozi. Sasa this time nataka tuongee kuhusu vijana sasa kama viongozi wa kesho. And first of all natamani utuambie kwa sababu pia ni kiongozi kwa ni vijana wao. Kwa hiyo before ulikuwa na wewe unatazamia kuwa kiongozi wa kesho kabla ya kuwa kiongozi leo hii. Na uzuri ni kwamba leo hii wewe ni kiongozi sasa wa vijana kanisani. Hivi kuna misingi ipi ambayo inatakiwa kuwepo ili vijana waje kuwa viongozi? Okay. Misingi ambayo inatakiwa kuwepo ili vijana wawe viongozi. Okay. Tunapozungumzia msingi, nadhani msingi ni neno la kawaida sana lakini lina maana kubwa. Tunapozungumzia msingi tunaangalia let's say tuchukulie mfano wa msingi wa nyumba. Msingi wa nyumba kinaambia ni msingi gani, ni kitu gani kifanyike kwenye nyumba ili nyumba ije kuwa imara. Okay. Tunamaanisha msingi uwe vizuri. Sasa msingi unakuja vizuri inategemea na jengo ambalo unataka kulijenga. Exactly. Sasa tunapozungumzia msingi wa chini, obviously lazima uwe imara kwa maana ya kuwekwa nondo, uwe imara kwa maana ya kuwekwa lesho nzuri. Lazima uwe strong. Lazima uwe strong ili uje kutengeneza jengo ambalo ni zuri huko juu. So tunapozungumzia misingi hasa kwenye muktadha wa kanisa au kwenye mazingira ya kanisa ili uje kuwa na viongozi vijana wazuri, lazima kuwe na misingi kazi wa kazi. Okay. Na tunapozungumzia misingi hiyo tunazungumzia swala zima la elimu na mafundisho halisi. Elimu na mafundisho halisi. Yes. Hiko ni kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakiangalia kwamba ili tupate kiongozi mzuri lazima huko nyuma amepata mafundisho, amepata elimu halisi ya kila anachokiendea. Okay. Yaani mimi nimefundishwa labda namna ya kuongoza. Sio kama nimefundishwa lakini kuna mafundisho ambayo nilikuwa nayapata ambayo mimi natakiwa labda sometimes ni apply wakati naongoza. Kwa hiyo ili kupata vijana wazuri, viongozi wazuri, lazima hao vijana wao wamepata mafundisho, elimu na mafundisho halisi. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kuzungumzia hapo, tunaweza tukazungumzia swala zima la maadili na nidhamu. Okay. Ili tuje kupata kiongozi mzuri wa baadaye katika nyanja ya kanisa, lazima tuwe na nidhamu. Yaani tufundishe hawa vijana wawe na nidhamu. Sawa. Lakini wawe na maadili. Sasa hivi tunachokikosea ni nini labda kwenye swala zima la
uongozi ni kwamba tunachukua vijana au tunachukua viongozi tunawapa majukumu pasipo kuwatengenezea tabia. Yani kama kabla hujamtengeneza unampa majukumu. Sasa hii kitu ndo inakuja inaonyesha kama kijana mbili afika mbele amefeli. Au sio yeye amefeli, watu wanamuona amefeli. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu amepewa majukumu kabla ya kutengenezwa tabia. Sasa unampa uongozi, okay, lakini je, ulimtengenezea maadili? Tabia za uongozi ulizitengeneza kabla ya kumpa majukumu? Kwa hiyo ndio maana tunafika mbele, maybe unakuta kijana anafeli kwa sababu umempa majukumu sometimes ambayo inaonekana so ya kwake. Kwa sababu gani? Hujamtengenezea tabia. Kwa hiyo inabidi kwanza atengenezewe tabia kabla ya kupewa majukumu. Kwa hiyo ni msingi wa pili ambao tunaweza kuangalia. Lakini msingi ambao tunaweza kuongeza hapo, tunaweza kuzungumzia habari nzima ya swala zima la motisha. Sasa vijana tunaweza kusema kwamba hakuna kijana ambaye hajitafuti. Sasa ili kijana aje kuwa na moyo wa kuendelea kufanya na kutamani kufika sehemu fulani, lazima awe anakumbuka kitu kinaitwa incentives. Motisha, yani kwamba okay, anaweza nikafanya sasa hivi lakini hii kitu itakuja maybe kunilipa huko baadaye. Kwa mfano, unatoleta mfano. Obvious ni mshirika wa kanisa fulani. Ndio hivyo. Lakini hiki kitu unachokifanya sio kitu cha duniani. Ni kitu cha kanisani. Ndio hivyo. Sasa pasipotokea watu ambao wanakumotivate, sasa unafanya vizuri sana. Hiki kitu unachokifanya wakajua faida zake, obvious utaendelea kufanya. Na katika kufanya kwako hautoharibu. Utaendelea kufanya kwa sababu unaamini hata kama sasa hivi maybe naweza nikaa sipati chochote, lakini kuna muda wanakumbuka, wananimotivate katika swali fulani. Kwa hiyo katika kuongea machache katika hilo, nazungumzia elimu na mafundisho halisi, tumezungumzia maadili, lakini tunazungumzia habari nzima ya nini? Ya motisha. Kwa hivyo vitu ndio vitu ambavyo tunaweza kuvipa tukaviweka ni vingi sana, lakini ndio vitu ambavyo tunaweza tukaviweka kama sehemu ya msingi wa vijana kuwa viongozi. Ndio. Kwa maana yake hiyo pia inaweza kuwa misingi ya kufanya vijana kuwa engine ya mabadiliko. Yes. Yaani tunapozungumzia engine na mabadiliko, obviously vijana imeandikwa vijana wa nguvu. Kwa hiyo vijana wanapokuwa wana tabia njema, wanapata mafundisho halisi, wanakuwa motivated, obvious tegemea watakuwa wanafanya vitu kwa moyo. Uongozi wanapeleka kwa moyo, wanaongoza kwa moyo. Obvious mabadiliko lazima yapatikane. Umesema maandiko yanasema vijana ndio wenye nguvu. Nataka kujua kwamba kanisa pasipokuwa na vijana au kanisa bila vijana linaweza likaendelea? Kanisa bila vijana linaweza kuendelea? Hili swali inawezekana hata msikilizaji akawa na majibu yake, kwamba ndio linaweza kuendelea au hapana haliwezi kuendelea. Sasa kwa kuwa umesema mtazamaji anaweza kuwa na majibu yake, pale kwenye comment wataweka comment, atuandikie. Lakini kwa upande wangu sasa tunazungumzia mtazamo wangu. Mtazamo wako wewe. Mimi nitakwambia kanisa bila vijana haliwezi kuendelea. Yaani nakataa kwamba hapana. Kanisa bila vijana haliwezi kufanya nini? Kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu gani sasa? Wazee walioko kanisani sasa hivi. Huko nyuma walikuwa vijana. Sawa. Sasa nadhani hili swali lako linaendana na swali la kwanza. Si ndio hivyo? Walitengenezwa msingi mzuri wa wao kuwa viongozi wa baadaye. Exactly. Sasa kama hawa wazee tunawaona leo ni viongozi na huko nyuma walikuwa vijana, what if hawana vijana tena pale, alafu hawa wazee wakamaliza mambo yao wakaondoka? Watakuja wazee wengine. Sasa watakuja wazee wengine ambao sasa hivi ni vijana.
Okay. Unaelewa? Kwa maana hiyo lazima tuwe na vijana. Yaani lazima tuwe na ile mwendelezo wa kuwa na vijana kanisani ili hao wazee wanapomove huku vijana wanafanya nini? Wanakuja. Lakini nimetangulia kusema kwamba vijana tumeandikiwa tuna nguvu. Okay. Biblia ndio inatambua hivyo, vijana wanazo nguvu. Lakini wazee wana nini? Wana maono. Tunaweza ukajaribu kusoma, nadhani ukisoma Mithali 20. Okay. Jaribu kuitafuta hapa. Mithali 20 29. 20:29. Neno la Mungu linasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Okay. Mpaka hapo. Fahari ya vijana ni nini? Ni nguvu zao. Lakini wazee wanaandikiwa ninasema na uzuri wa wazee ni kichwa chenye nini? Chenye mvi. Okay. Sasa tunajiuliza kwa hali ya kawaida najua maneno ya Mungu kwa tafsiri inawezekana hata nikatafsiri hapa kwa mtu mwingine akasema hapo ametafsiri vibaya. Lakini tunapozungumzia uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Sio mvi hizi tunazoziona kwenye kichwa labda ni nywele nyeupe. Wanayo mawazo mazuri, maarifa kuliko vijana. Okay. Lakini sasa vijana ndio wana nguvu. Sasa ili hayo mawazo yao yaweze kufanyiwa kazi yanahitaji watu wenye nini? Wenye nguvu. Wenye nguvu. So tunaweza kusema kwamba vijana wanatakiwa wabebe maono ya wazee. Wanatakiwa wabebe maarifa ya wazee. Okay. Wafanye nini? Mfano, narudi hapo kwa Zamsa. Hii swala zima la Gospoka. Okay. Sidhani kama inaweza kaa idea ya mzee. Inaweza ikawa idea ya mzee alikupa. Okay. Lakini katika namna ya uzee. Lakini wewe ukaiweka katika namna ya nini? Ya ujana. Ya ujana. Pilika za wewe mpaka tunakuja kuandaa kipindi hivi. Okay. Mzee inawezekana hawezi. Sawa sawa. Si ndio hivyo? Nguvu yako ndio imekufanya ukamilishe hiki. Sasa ndio maana ngasema kanisa bila wazee, amini bila vijana, aliweza kufanya nini? Aliweza kuendelea. Kwa hiyo vijana ni uhai wa kanisa. Lakini vijana ndio wanaofanya mwendelezo wa huduma kanisani. Yaani leo hii tunaweza tukawa tuna mashemasi ni wazee. Leo hii tunaweza tukawa tuna wazee wa kanisa ni watu fulani hivyo makamu. Lakini kuna vijana ambao hao vijana watakuja kuwa wazee wa kanisa, watakuja kuwa mashemasi wa kanisa, watakuja kuwa wachungaji wa kanisa. Manake tusipoendeleza vijana sasa hivi kuna hali fulani hivi ya kanisa kufika ikawa na kikomo. Kanisa limefika sehemu fulani limeisha. Yaani kama hakuna watu. Ni kwa sababu gani? Hatukurezi vijana ambao wangeendeleza zile huduma ambazo zipo kanisa. Okay. Yeah. Okay, na nadhani hilo umeliweka vizuri. Kwa hiyo vijana ni muhimu sana kuwepo kanisani. Kabisa. Sawa sawa. Kutokana na hiki ulichokiongea sasa, ulichoniambia hapa. Kwa nini sasa? Maana tunajua turudi kwenye uhalisia. Ni kwamba jamii haziwaamini vijana kuwa viongozi. Si ndio? Jamii nyingi. Labda sasa hivi kidogo ndo kwa mbali wameanza kuelewa. Lakini bado kuna jamii bado haziamini kabisa kuwapa nafasi vijana kuwa viongozi. Unafikiri ni kwa nini hizi jamii zinakuwa haziwaamini vijana? Okay. Au kwa kuwa pia tunaamini vijana ambaye sijui za starehe na nini zote bado zipo kwa? Mimi nadhani kuna vitu vingi ambavyo vinafanya jamii wasiwaamini vijana. Okay. Katika swala zima la uongozi. Inawezekana ni kanisani, lakini inawezekana kwa sababu umezungumzia jamii, tunaposema jamii tunazungumzia taifa. Okay. Sasa vipo vitu vingi. Hivyo mtazamaji anaweza kukusaidia pia kumimina hivyo vitu hapo chini ambayo naamini kwamba kwa nini vijana hawaaminiwi. Sasa kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema hapo, tunapokuja kanisani tunaweza kusema kwanza ni mtazamo wa kizamani. Kuja kanisani ni mtazamo wa kizamani. Yani inaweza of course inaweza nikaiweka hivyo kwamba tunapokuja kanisani
kutomwamini kijana kumpa uongozi. Okay, yani kutokumpa kiongozi nafasi kanisani kijana kama ya uongozi, maana yake ndo yani mambo ya kizamani, mtazamo wa ukale. Kwa sababu gani? Mimi naamini kanisani wale wazee wetu mchungaji, wazee wa kanisa, labda na watu wengine nadhani bado kuna ile zana ya kwamba vijana hawajakomaa kiroho. Ndio hivyo, ndio maana ngasema inaweza kuja kanisani ni mtazamo wa kizamani. Kwa sababu unakuta mtu labda amekuona ukiwa unabatizwa, labda unaongozwa sala ya toba, na unaweza kukuta aliyekuongoza sala ya toba ni mzee wa kanisa. Ndio hivyo, huyo mzee wa kanisa anajua alipokutoa akakuleta kanisani. Ndio hivyo, kwa umekuepo pale, sasa anakuona yani mara hiyo umekuwa mzee wa kanisa. Huyu bado anatakiwa aendelee kufanya nini? Kama tulivyosema, anatakiwa aendelee kupata elimu na mafundisho. Kwa hiyo tunaweza kusema ni mtazamo wa kizamani. Ndio maana vijana hafanya nini? Hawaaminiki. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kukizungumzia ni hofu ya kufanya makosa. Yaani ni hofu ya makosa. Kwamba inawezekana hii sasa tunaweza kuiweka wazi. Tutoke kanisani, twende hata huko kwenye jamii kwa ujumla. Uongozi wa huko. Hofu ya makosa au hofu ya kufanya makosa. Vijana labda hawaaminiki ni kwa sababu wana lack experience. Nakuwa najaribu kuwaza, tuchukulie muktadha wa kawaida waongozi wa kitaifa labda. Let's say mimi ni kijana ninagombea ubunge kwenye jamii fulani ambayo kuna mzee pale ashaongoza mihula miwili, alafu mimi ndio nimejipachika pale na mimi nagombea. Sawa. Nani atakuwa wa kwanza kupewa? Yule ambaye ameshafanya kitu. Yule ambaye aishafanya kitu. Ndio hivyo, itanilazimu mimi kutumia nguvu na akili ya hali ya juu ili kuhakikisha ninafanya nini? Ninamshinda. Ni kwa sababu gani? Wanaamini yule hawezi kufanya makosa. Anajua vitu tofauti na mimi ambaye ninaenda kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinafanya labda vijana wasiaminiwe ni kwa sababu ya hofu ya makosa. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikaongeza hapo ni tabia za vijana wenyewe. Tunakuwa hatuaminiwe kwa sababu ya sisi tulivyo. Tabia tunavyojiweka. Kwa mfano kwa kwenye jamii tuna watu wa aina mbalimbali. Na katika hiyo jamii kuna watu wanaitwa maafisa usafirishaji. Jina maarufu bodaboda. Bodaboda. Hivi ukiambiwa waelezee bodaboda kwa dakika moja, sidhani kama unaweza kukosa maneno fulani hivi ya kuonyesha kwamba kuna namna ambavyo hawapo vizuri kwa maana ya tabia. Sasa jamii inakuja kukosea sehemu moja. Utapoelezea hao watu kwamba katika namna yote utakapoelezea, lakini utaweka bwana, kuna namna ambavyo hawako vizuri kwenye tabia. Sasa utakuwa umejumulisha, yani umejumuisha hao watu. Yani umechukua yani hauna msemo samaki mmoja akioza wote wamefanya nini? Wameoza, lakini sio wote. Naelewa? Sasa ndio tunapokuja kwenye swala zima la uongozi. Ila Gen Z sasa hivi tunasema samaki mmoja akioza tunamuondoa, waliobaki tunawatumia. Nadhani baki hivyo. Sasa jamii tuna ile kasumba ya samaki mmoja akioza wote wameoza. Hatuamini kama ni kijana mmoja kafanya makosa, tunaamini vijana wote wanaweza kufanya makosa yale yale. Unaelewa? Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinafanya vijana tusiaminike kwenye swala zima la uongozi kanisani hata kwenye jamii ni kwa sababu ya tabia zetu. Kwa hiyo inabidi labda
tuwe na namna fulani hivi ya kubadilika kwenye tabia na jamii ione, yani iwe na uwezo wa kuchambua kwamba japo wapo wenye tabia mbaya vijana, lakini kuna wale ambao wako smart. Okay. Naelewa. Lakini jambo lingine ambalo unaweza kuzungumzia hapo ni tunazungumzia wide, nimesema twende wide kanisani au huko pengine. Ni watu wazima pia kutotaka kuachia nafasi. Yani mimi na mfano wa mtu ambaye yupo kwenye uongozi na hata kama sio mimi, inawezekana mtazamaji, hata wewe unawakumbuka ambaye yani wewe tangu umezaliwa unamsikia yupo uongozi wa nani, uongozi wa nani yupo yani na muda mwingine unakuta jamii ishazoea kwamba huyu ni nani, ni kiongozi, ila ni kwamba wamegoma au ni kwamba wananchi wanawataka? Sasa hapo ile inaweza kaa ni swali lingine. Maana yake huyo mtu nimezungumzia kule swala la uzoefu. Okay. Si ndio hivyo? Kwa hiyo huyo mtu inawezekana aidha wananchi wanamchagua kwa sababu ya uzoefu wake. Okay. Lakini unajua kwenye uongozi pia wenyewe wanagoma kuachia. Kwenye uongozi nakwambia yani kwenye uongozi ni kupokezana. Unatakiwa ujue kwamba okay, na ngoja niachie hata watu wengine waongoze. Kuna msemo ule unatumika sana kwamba tunapokezana vijiti. Yani unatakiwa ujue kwamba bwana, ngoja hapa bwana niangalie nguvu za watu wengine. Elewa. Alafu unapokaa kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu unakuta unafanya vitu vile vile. Hakuna jipya. Sasa inabidi tu wawe naamini kwamba muda mwingine inabidi tuone vitu vipya. Okay. Kwa hiyo swala zima la watu wazima hawa kutoachia nafasi pia ndio kitu ambacho kinawanyima vijana kutoingia kwenye nafasi. Inawezekana kuna vijana ambao wakiingia kwenye nafasi anaweza kuonekana ni kiongozi mzuri, lakini hajapata nafasi ya kuingia pale kwa sababu kuna mzee amefanya nini? Ameziba pengo. Hiyo nayo inaweza ikawa ni changamoto. Okay. Hatari. Ila ni salama Ni salama. Ni salama. Tutafika tu. Tutafika. Sasa nilikuwa najaribu kufikiri hapa. Wewe ni kiongozi. Unafikiri kuna changamoto ambazo vijana wanapitia kuwa viongozi hasa kanisani? Yaani ambazo zinaweza kusema labda mimi nahofia kuwa kiongozi kanisani kwa sababu nikiwa pale labda kuna vitu vyangu fulani nitajibana mwenyewe. Mambo kama sipo hizo changamoto. Of course. Hapo nadhani tuende tu moja kwa moja. Kuna kiongozi japo hapo inabidi uweke clear. Okay. Kuna kiongozi kama mimi ni kiongozi, changamoto ninazozipitia. Lakini kuna mtu ambaye anataka kuwa kiongozi, anawaza changamoto. Swali lako liko wapi? Kote. Nadhani changamoto moja hapo tushaizungumzia kule juu. Jamii haiamini kuwapa vijana. Kuwapa nafasi za uongozi vijana. Hiyo ni changamoto moja hapo. Sasa hapa yani hapa natamani tumuongelee kijana yeye mwenyewe ambaye tayari ni kiongozi. Okay. Na yule ambaye anatazamia yani uongozi unamhitaji, lakini yeye kuna changamoto fulani hivi sasa kanisani. Okay. Tunarudi kule. Swala la kwanza ni kutokuaminika. Okay. Kijana amepewa uongozi. Yupo kwenye uongozi. Kama mimi. Nipo naongoza vijana. Si ndio hivyo? Vijana wenyewe kuna namna ambavyo unakuta inawezekana wasikwambie. Lakini kuna sehemu unaandaa program fulani, the way ulivyoipanga, the way ulivyoiweka, wao wanabaki yani hawakuamini mpaka alifanyike. Ndio anaamini kumbe ameweza. Lakini kuna kitu ambacho unakifanya kama kiongozi, unakipeleka kwenye idara za juu. Wanawaza hiki kitu kitafanyika. Huyu mtu atakiweza hiki kitu. Kutokuaminika.
Maana yake unaweza ukawa unaona kabisa ushapiga ramani yako. Yaani una road map kwamba nitaanzia hapa, nitafanya hivi, nitafanya hiki kitu kitafanikiwa na kitakuwa na faida fulani hivi kwenye kanisa. Si ndio hivyo? Na unaona kabisa kuna matunda mazuri. Lakini kwa sababu wewe ni kijana, unaona kabisa hiki kitu bana. Na kibaya zaidi, sisi vijana tunapokuwa kwenye uongozi tunakuwa na vitu fulani hivi ambavyo tunawaza kwa ukubwa. Yaani unaweza ukawaza katika namna ambayo mzee hajawaza katika namna hiyo. Si ndio hivyo? Nachukulia mfano. Sisi tunapokuwa kanisani, kwa mfano mimi ninafanya huduma, ninahudumiwa lakini ninahudumu pia. Okay. Sababu mimi ni mwana praise worship. Kwa hiyo unaweza mkafanya program fulani hivi ya kuwa na labda ibada ya kusifu na kuabudu. Sasa the way viongozi mnavyowaza event iwe alafu mnatengeneza bajeti yenu vizuri, bajeti labda imeangukia milioni 12. Milioni 12. Milioni 18 au 20. Ndio hivyo. Unapeleka kwenye uongozi jamani, bajeti yetu hii hapa. Ndio hivyo. Hapo hapo mshaongeza kwamba okay, tutakuwa na vyombo fulani ambavyo kuna muziki mnafanya nini? Mnawaza. Lakini unapopeleka kanisani wanaanza kuwaza muziki wa milioni 20 ni muziki na maandalizi. Mbona ibada za kawaida za Jumapili muziki huo unalia? Kwani hatuwezi kutumia muziki wa kila siku? Okay. Tunakuja. Maana yake ni pale pale kwenye kutoaminika. Unaelewa? Lakini tunapokuja kwenye kijana ambaye anatazamia kuwa kiongozi lakini anawaza zile changamoto, tunarudi hapo kuaminika pia. Anawaza nikiingia huko nitaaminika. Unaelewa? Kwa hiyo swala zima la kuto kuaminika. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakiwaza hapo, kukosa mentors. Unaelewa? Vijana wengi makanisani hata katika uongozi wa kawaida unakuta wanaingia kwenye uongozi au wanatamani waingie kwenye uongozi, lakini pale ambapo wanakuwa wameingia kwenye uongozi wanakosa wale watu wa kuwamenta. Bwana ikiwa akiende hivi huwa kinaendaga hivi. Ndio hivyo. Kwa unakuta wanaingia kwa sababu ya kukosa mentor, wanafanya yale makosa ambayo hakutakiwa kuyafanya. Lakini kama wangekuwa na nini? Na mentors. Naelewa. Lakini hao ambao hawajaingia lakini wanatamani waingie, wanaogopa kwamba okay, yani mimi niwe kiongozi wa maombi. Si ndio hivyo? Ambaye mimi ninajua tu kujiombea, lakini eti nije sina mtu wa kuniongoza kwamba jamani maombi huwa yanafanyika hivi yanafanyika. Unakuta anaogopa kwamba jambo mimi siwezi nikafanya nini? Nikalipeleka kama ambavyo inatakiwa liende. Yes. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vina act kama changamoto za vijana kuwa viongozi. Okay. Yeah. Lakini pia kumekuwa kwamba zimekuwa ni mitazamo kwamba kuna baadhi ya vijana wanapewa nafasi. Na nafasi zinakuwepo kwa ajili yao. Lakini bado wanakimbia. Kwa sababu actually wengine wanakuwa wanasema kwamba vijana wanakuwa na mambo fulani hivi ambayo wanafanya wenyewe kukimbia hizo nafasi. Hii imekaaje? Special concern. Of course ni kweli kwamba tumezungumzia hapo juu kwamba kuna yule ambaye tayari ni kiongozi lakini kuna yule ambaye anaona kuingia kwenye uongozi sio kwa sasa hivi, kwa sababu anawaza nini? Changamoto. Sasa tunaporudi kwenye swali lako kwamba kuna viongozi ambao wanakimbia uongozi, obviously ipo wazi kwamba kuna watu ambao wanakimbia uongozi na wanataka kuwa viongozi. Sababu zipo nyingi. Tumezungumzia hapo juu. Sababu moja hapa ambayo tunaweza kuiongea kwa haraka ni kuogopa kushindwa au hofu ya kushindwa. Okay. Unaelewa? Mtu anaamini kabisa ukiniweka jamani niwe mwenyekiti wa vijana. Vijana wenyewe hao mpaka uje kuwakusanya, uje kuwapa idea, waikubali, wakusaidie kuitekeleza na ufanikiwe. Hapana. Kwa hiyo kuna hofu ya kushindwa. Lakini kwa sababu nimesema, kwa sababu ndio mwingine unakuta tunapewa majukumu pasipo kutengenezewa tabia.
Yaani unapewa majukumu lakini utengenezewi tabia ya kuwa kiongozi katika hayo majukumu. Okay. Kwa hiyo kitu pekee ambacho naweza nikakiongezea hapo ni kwamba tunaogopa pia kukosolewa. Yaani tunaogopa kushindwa, lakini tunaogopa tukifanya tutakosolewa. Yeah. Unaelewa? Okay. Kwa hiyo kuna watu ambao kukosolewa kwao, yani mtu akisha kukosoa, alafu unaweza kukuta umeandaa kitu ambacho au umefanya kitu ambacho umejipa muda wiki moja, wiki mbili, mwezi, miezi, alafu ndo umekuja kurelease. Jamani, nilikuwa na 1, 2, 3. Alafu unajua kwenye kukosolewa kuna mtu anaweza kukosoa katika uzuri, lakini kuna mtu ambaye anaweza kukosoa katika namna ambayo katisha tamaa sana. Okay. Kwa hiyo hii ni jambo lingine ambalo swala zima la kukosolewa. Kwa hiyo kuna hofu ya kushindwa, lakini kuna kukosolewa. Sawa sawa. Yeah, lakini pia kukosa msaada. Nimesema hapo kwamba unapewa majukumu lakini hauna msaada ambao unakuongoza. Bwana, umenipa hiki kitu lakini hiki kitu hapo tunafanyaje? Hana mtu wa kwenda kumuuliza. Katika swala zima la maombi, mimi nimepewa uongozi wa maombi. Hivi kuna siku ya maombi imeandaliwa na mimi ndio mwenyekiti. Ndio hivyo, labda ameandaa mchungaji, ameandaa kanisa. Huwa tunafanyaje? Hana mtu wa kwenda kumuuliza. Ya, kwa hiyo inaweza pia ikawa ni changamoto ya vijana kukimbia uongozi makanisani hata katika nyanja nyinginezo. Sawa sawa. Yeah. Kijana kuwa maarufu, famous watu wanasema, kuna athari gani kwenye uongozi wake? Tukizungumzia athari, tunazungumzia athari zinaweza zikawa positive au negative. Okay. Na tunapozungumzia positive, tunaweza tukazungumzia swala zima la kuaminika. Sawa sawa. Kwamba kiongozi kijana anapokuwa maarufu, anapokuwa famous, ni rahisi kuaminika. Kwanza kwa anaowaongoza, lakini pia katika mawazo yake. Yana akitoa wazo, ni kwa sababu ufamous unakuja na vitu vingi. Ili uje kuwa famous katika jambo fulani, tunazungumzia famous, tunazungumzia famous katika uongozi. Maybe tunaweza kaja kwa sababu mada nzima ni uongozi. Sasa ili uje kuwa famous, obvious ulifanya vitu ambavyo vilikufanya uonekane. Okay. Kwa hiyo unapokuwa famous na ukawa kiongozi, maana yake unakuwa unakuwa ni mtu wa kuaminika. Sasa. Lakini swali lingine tunaweza kuzungumzia unakuwa ni influencer mzuri kwa watu wengine. Ya kwamba unaweza uka-influence kitu kirahisi na kikafanyika kwa watu wengine. Nizungumze labda katika swala zima la uongozi wa kanisa, na tuje kwenye labda swala zima la uimbaji. Si ndio hivyo? Mimi nimesema hapa labda ni uimbaji. Si ndio hivyo? Nipo kwenye kikundi cha kusifu na kuabudu. Sasa what if mimi ndo nikapewa uongozi labda wa jimbo la Dodoma mjini, labda kuwa kiongozi wa waimbaji. Si ndio hivyo? Alafu tumchukue mtu kama nani? Tajia mtu yote famous ambaye ni mwimbaji wa gospel mzuri. Paul Clement, yes. Hozo ndio nilikuwa namwaza huyo. Okay. Sasa ndo tumepewa, mimi nimekuwa kiongozi kwa muda fulani, na yeye aje kuwa kiongozi kwa muda fulani. Nani atakuwa na influence kubwa? Paul Clement. Obviously ni Paul Clement. Yeah. Manake kwa sababu gani? Ni famous. Okay. Kwa hiyo atakuwa na influence watu, lakini pia anaaminika kwa sababu kuna vitu ambavyo ameshavifanya na watu wamefanya nini? Wameona. Kwa hiyo hizo ni athari moja hapo ambazo naweza nikazungumzia. Lakini tunapokuja kwenye upande wa negative, ufamous unakuja kuharibu kwenye swala zima la uongozi, kwa sababu kuna ile inafika wakati ambapo unakuwa, tunazungumzia uongozi wa kanisani,
unakuwa unashindwa kumuinua Mungu, unabaki unafanya nini? Unajiinua wewe. Okay. Kwa hiyo kuna kujiinua. Ufamous unaleta kujiinua. Instead of kumuinua Mungu unajiinua wewe kwa sababu hiyo ya famous. Unaelewa? Ego ile tunasema. Yes. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe ndio ni kiongozi. Sawa? Umefanya jambo fulani hivi limefanikiwa kwa asilimia kubwa. Si ndio hivyo? Lakini kwa sababu unatumia ile zana ya mimi ni famous na nimefanya kitu kimeonekana, instead of bila mimi isingewezekana. Bila mimi isingewezekana. Si ndio hivyo? Instead of kumuinua yeye aliyekuwezesha, unajiinua wewe. Okay. Yaani unataka kuonekana. Unaweza kufika kati ambapo unajitangaza wewe zaidi kuliko yeye anayekuwezesha. Okay. Kwa hiyo ndio naweza nikazungumzia vitu kama hivyo katika swala zima la famous na uongozi. Kwa hiyo zile without me it can never be happen. Yani ni kwamba hazihitajiki. Especially kwenye uongozi wa kanisa. Kwenye uongozi wa kanisa. Kwa mfano, unaweza kukuta mtolee huu mfano. Na hii nadhani kanisani na huko tulipo sasa hivi na tulikotoka, unakuta kijana ni mpiga piano mzuri tu. Kwa kijana ni mwimbaji mzuri tu. Kama ndugu yangu Alishadai. Sasa umeenda pale. Vijana sasa hivi ni kitu kibaya. Vijana sasa hivi unakuta anaenda kuhudumu lakini anakuambia anaenda kuperform. Unaelewa? Sasa inatakiwa tutoke huko. Alafu unakuta satari alienda kuhudumu lakini amesema nimeenda kuperform. Obviously Mungu amemsaidia, neema ya Mungu ni kubwa. Amemsaidia, amefanya vizuri na ameonekana. Jana na kitu. Ndio hivyo. Obviously famous ndio anaanzia pale. Sasa kitoka pale instead of kwenda kupiga magoti bana, Mungu tunashukuru kwa sababu umeniwezesha jambo fulani, umeniwezesha hiki, umeniwezesha hapa, nimefanya vizuri. Unatoka kule nimeua. The best nimefanya Kwa hiyo inakuja kuwa huduma. Inakuja kuwa huduma ambazo ndipo tunazo. Mungu anaona okay, kumbe ile zana ya Mungu aongezeke inakuwa ipo. Inakuwa ipo kabisa. Kwa kitu umeongea hapo. Kuhudumu na kuperform. Hebu tuweke kwanza hapo. Sawa. Yaani kuna tofauti gani kuhudumu na kuperform? Narudia tena. Haya ni maoni yangu na ni mtazamo wangu. Inawezekana kuna mtu wa kanisani anakuambia kuperform na kuhudumu ni sawa. Atasema hata mimi naamini hivyo. Na inawezekana pia naona anaweza ukawa naamini hivyo, lakini pia na msikilizaji pale anaweza kutusaidia kama anaona kuna utofauti ni the same. Mimi ninaamini kuperform na kuhudumu ni vitu vile tofauti. Kuhudumu unahudumia watu. Let's say upo madhabahuni wewe unaabisha. Si ndio hivyo? Kuperform si utaenda pale utaimba wimbo wa kuabudu. Watu watakuangalia, watakusikiliza. Alafu mwisho wa siku atasema, unaimba vizuri." Si ndio hivyo? Lakini tunaposema kuhudumu maana yake unahudumia watu. Sawa. Si ndio hivyo? Unashusha uwepo wa nani? Wa Bwana. Uwepo wa Mungu mahali pale ambapo umeenda kuhudumia watu. Si ndio hivyo? Ndio maana unapoenda kuabudisha somewhere kwenye madhabahu fulani, halafu uabudisha, halafu uone watu yani hakuna mabadiliko lolote, unatakiwa ujiulize, nimehudumu, nimeperform. Unaelewa? Kwa hiyo tunarudi pale. Lakini tunapokuja kwenye kuperform, nimesema utaimba, watu watakuangalia, watakupigia makofi, si ndio hivyo? Utashuka. Unaelewa? Lakini kwenye kuhudumu na kule niliposema. Ndio tofauti ambayo naweza nikaweka pale. Kuna tofauti ya kuhudumu na kuperform na shida. Sasa kuna faida gani za kiroho kwa kanisa? Kuna viongozi vijana. Faida za kiroho zinazoipata kanisa tunapokuwa na viongozi vijana. Tumesema kule juu kwamba kanisa bila vijana itafika mahali litakoma, litadumaa. Ndio hivyo?
Kwa hiyo faida moja hapo ya kiroho ni kwamba kutakuwa na mwendelezo wa huduma kanisani. Okay. Hizo ni faida, yani faida ya kiroho moja kwa moja. Kwamba tunapokuwa na kijana, kiongozi kijana, huyo mtu anaweza akaendeleza huduma ya mzee wa kanisa. Anaweza akaendeleza huduma ya shemasi wa kanisa. Anaweza akaendeleza huduma ya mchungaji au msaidizi wa mchungaji. Hiyo ni faida moja wapo. Lakini tunapozungumzia faida nyingine tunaweza kusema ubunifu. Sawa. Tunapokuwa na viongozi vijana tutegemee ubunifu wa huduma kwenye kanisa. Si ndio hivyo? Tunarudi hapa hili swala zima la Gospokar. Si ndio hivyo? Nimeongea kule mwanzoni kwamba hii haiwezi kaa idea ya nani? Ya mzee. Si ndio hivyo? Inawezekana ikawa ni idea ya mzee, lakini mzee akati anakupa hiyo idea ya kuileta katika namna ya Gospokar. Ndio hivyo tulivyoiweka. Lakini ukiangalia hii Gospokar inasaidia nini? Kuinjilisha watu. Tunainjilisha watu katika namna ya ukijana. Si ndio hivyo? Kidijitali zaidi. Si ndio hivyo? Maana yake ni kwamba hiyo ni faida ya kiroho moja kwa moja. Tunatangaza injili. Kijana kapewa nafasi. Na anafanya ile nafasi inaonyesha kitu fulani cha kiroho zaidi. Okay. Yes. Sawa. Last but not least, unafikiri sasa nini kifanyike kwenye jamii ili uongozi wa vijana uheshimike? Okay. Kitu ambacho kifanyike kwenye jamii. Yeah. Ili vijana ili uongozi wao, yani uongozi wao okay, uweze kuheshimika. Nadhani pia jambo la kwanza ni sisi vijana kujiangalia. Okay. Tukiachana na jamii kwanza. Kwa sababu kule juu nimesema kwamba jamii haituamini kwa sababu ya our characters. Yeah. Unaelewa? The way tunavyojiweka. Okay. Naelewa. Some of us we are not smart. Okay. Naelewa. That's why hatuaminiki. Kwa hiyo inabidi tuongeze ule smart katika sehemu yoyote ambayo tutakuwepo. Sawa. Tukiwa smart obviously lazima tufanye nini? Tuaminike. Ndio hivyo? Lakini kitu kingine ambacho naweza kusema hapo ni kwamba wale watu wazima obviously wale ambao wanatunyima nafasi ndio hawa ambao hatuamini. Okay. Si ndio hivyo? Yeah. Sasa hilo waweze kutuamini inabidi waachie nafasi watupe vijana. Ili tukikosea aidha waturekebishe au watutoe kwenye nafasi waseme mmeshindwa, ndio maana sisi wazee tulikuwa tuko kwenye hizo nafasi hataki kufanya wachia. Si ndio hivyo? Kwa hiyo jambo moja hapo la kufanya ili tuweze kuaminika ni pamoja na hao wazee wenyewe kuachia nafasi wakatuamini sisi. Okay. Naelewa. Lakini jambo la lingine ni mafunzo. Kwa mwanzo nimetangulia kusema elimu na mafundisho halisi. Tunapozungumzia elimu na mafundisho halisi inakuja elimu halisi ya uongozi kanisani, elimu halisi ya uongozi kwenye jamii, mafundisho halisi ya uongozi kwenye jamii au kanisani. Manake ili vijana tuendelee kuaminika, tunatakiwa tuwe na mafundisho ya mara kwa mara ya uongozi, sio ndani ya kanisa, hata kwenye jamii. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kusema hapo, tutengenezewe tabia. Tusipewe majukumu pasipo kutengenezewa tabia. Hakuna uongozi wowote ambao kiongozi yeyote anaweza akaongoza vizuri pasipo yeye kuwa na tabia ambazo zinaendana na uongozi alionao. Okay. Naelewa? Manake ni kwamba
hiyo jamii inatakiwa itushape katika maadili, si ndio hivyo? Itutengenezee maadili ambayo yanaendana na sisi kuwa viongozi. Unaelewa? Okay. Kwa hiyo haya ni mambo mafupi machache ambayo naweza nikasema kwamba yakifanyika hayo, vijana tunaweza tukaaminika katika uongozi wa nafasi yoyote ambayo tumeaminiwa nayo. Sasa kwa ufupi sana, pasipokuwa na misingi ya kiroho, uongozi wa vijana unaweza kuwa imara? Hapana. Haiwezekani. Sawa. Kwa leo tuliache hivi. Tuliache hivi. Umeoa? Maana nimeona pete hapa. Nimeoa kabisa, nina mke mmoja. Okay. Na mtoto mmoja. Hapo ndo nilipokuwa napata. Hapo kuna mtoto. Unatamani mtoto wako ni jinsia ipi kwanza? Ni wa kiume wa kike? Wa kike. Unatamani aje kuwa kiongozi? Of course, na sio tu kutamani tu. Ninamtengeneza. Unamtengeneza kwa awe kiongozi. Kwa sababu jamii. Ninaamini of course kote anaweza kaa kiongozi wa kanisani, anaweza kaa kiongozi wa jamii, kwa sababu nimezungumza ni mtoto wa kike. Okay. Kwa hiyo obvious mtoto wa kike ni lazima aje kuwa kiongozi. Hata kama sio wa kanisani, sio wa jamii, atakuja kuwa kiongozi wa familia yake. Baba yupo, enda na baki kuwa kiongozi. Sawa. Yeah. Okay, tunashukuru kwa timu yako. Asante sana. Nadhani tumemsikia mwenyekiti wa vijana kanisa la Pentekoste Tanzania KLPT parishi ya Dodoma mjini, na kama una kitu ambacho unatamani uweze kushiriki nasi, jambo la msingi ni kutembelea kwenye social page zetu kwa maana ya Instagram na Facebook na TikTok kwa jina KLPT City Parish Dodoma. Tunapatikana hivyo. Lakini pia kwa wewe mtazamaji wetu pendwa kabisa ambaye unatufuatilia YouTube, na kama bado hujasubscribe YouTube channel hii, tunakuomba uweze kusubscribe. Lakini pia wewe ambaye umeshaweza kusubscribe, ni vyema ukilike, ukacomment ili ushare mawazo yako pamoja nasi, lakini pia ukashare na wenzio video hii ili tuendelee kuinjilika pamoja kidigitali. All time ulikuwa nami The Real Musa Champ, na leo hii tunamfika tamati time hii hapa. See you next